Kesi ya mauaji ya Sharon Otieno na uhusika wa gavana Okoth Obado wa Migori ni simulizi la kutatanisha. Wengi wamesalia kujiuliza kesi hii iliisha vipi na inakuwaje gavana huyo bado yupo huru licha ya mashahidi kumlaumu yeye kwa kifo cha msichana Sharon Otieno, mama wa watoto watatu aliyekuwa na mimba ya Obado wakati ya mauti yake. Kufikia mwisho wa video hii, utabaki na mshangao kuhusu mengi uliodhani unayajua kuhusu kesi ya Sharon na gavana Obado, na hata jinsi ilivyohusika serikali ya Rais William Ruto kuhakikisha kesi hiyo imeisha. Uhusiano wa kimapenzi wa msichana mdogo na gavana Bwanyenye, umri wa babake, unaanza vizuri tu, kisha inapotokea mimba, mambo yanaanza kwenda mrama na kuishia katika njama ya kutatanisha. Kwanza kabisa, tuanze kwa kuelewa maisha yake Sharon, ambaye sasa ni mwenda zake, yalivyokuwa kabla ya siku ambayo alikutana na mheshimiwa gavana Okoth Obado wa Migori. Je, ni kweli Sharon alikuwa msichana wa kimaskini aliyetumia mimba kujaribu kuharibu ndoa na maisha ya Obado? Kwa nini mshukiwa mkuu wa kumuua Sharon aliripotiwa kutekwa nyara na kunyongwa kwa kamba usiku wa kifo cha Sharon? Je, ilikuwaje maisha yake Sharon yakawa ya siri kiasi kwamba hata rafiki zake hawakujua mahali alikoishi? Sharon Otieno alizaliwa mwaka wa 1992 na alikuwa na miaka 26 alipokutana na kifo chake. Kijiji alichozaliwa dada huyo kinapatikana huko Magare, kaunti ya Homa Bay. Wazazi waliomzaa Sharon ni Zachary Otieno na mamake anayeitwa Melinda Auma. Zaidi, mwenda zake Sharon alikuwa akifungua mimba aliyewatangulia ndugu watatu. Wazazi wake walimpeleka shule ya msingi ya Rangwe Quality School, na alipomaliza mwaka wa 2007 akawa amefanya vyema katika mtihani wake wa KCPE. Sharon Otieno alianza elimu yake ya sekondari katika shule ya Ogande Girls Secondary mwaka wa 2008. Ilipofika mwaka wa 2010, Sharon akahama shule hiyo na kuingia shule tofauti ya Magare Secondary, ambapo alimalizia na kukalia mtihani wake wa KCSE mwisho wa 2011. Sharon alipata alama ya C- katika mtihani huo. Baada ya kuhitimu mtihani wake wa kidato cha 4, Sharon akajitosa katika uhusiano wa kimapenzi na mwalimu wa shule aliyeitwa Bernard Okuta, na wawili hao wakazaa watoto wawili pamoja. Ndoa ya Sharon Otieno na Bernard Okuta ilidumu kwa miaka 2 kisha wakaachana. Walipoachana, Sharon alijitosa katika uhusiano mwingine wa kimapenzi na jamaa tofauti kwa jina la Henry. Aliingilia ndoa ya pili na Henry na pamoja wakazaa mtoto mwingine mmoja. Ndoa yake na Henry ilipofeli pia, Sharon alilazimika kurudi nyumbani kwa wazazi wake na wanawe watatu. Ili kuwalisha wanawe hao, Sharon Otieno alichukulia kuuza nguo za mitumba katika mji ya Homa Bay na ule wa Rongo. Hatimaye Sharon akafaulu kuwashawishi wazazi wake wamsaidie kulipa elimu ya chuo kikuu. Kuanzia mwezi Januari mwaka wa 2017, dada huyo akaanza safari ya masomo tena kama mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo University, wakati huo akisomea shahada ya diploma ya rekodi za matibabu, yani Medical Records and Information. Kama mwanafunzi wa chuo kikuu, Sharon alisemekana kuishi maisha ya juu, tofauti sana na maisha walioishi wazazi wake kijijini Magare alikozaliwa huko Homa Bay. Dada yake mmoja aliwaambia wanahabari kuwa yeye na Sharon hawakuwa wameonana wala kusemezana kwa mwaka mmoja, kwani dadake huyo alikuwa si rahisi aonekane kijijini. Isitoshe, Sharon Otieno alikuwa na akaunti 5 tofauti katika mtandao wa kijamii wa Facebook. Mara kwa mara angechapisha picha zake akiwa katika maeneo mbalimbali ya starehe na anasa, ama hata akisafiri kwa ndege. Kuhusiana na jinsi alivyokutana na gavana Okoth Obado, Sharon ndiye aliyekuwa wa kwanza kumtafuta gavana huyo. Baada tu ya Zachary Obado kushinda uchaguzi na kuwa gavana wa kaunti ya Migori mwaka wa 2017, Sharon Otieno alimtumia jumbe kadhaa kwa simu yake akitaka kualikwa kwa mkutano na gavana huyo mpya. Obado angewaambia polisi kuwa alipohairisha mkutano wake wa kwanza na Sharon, dada huyo alikasirika na kumtumia ujumbe wa kulalamika. Obado alimwambia Sharon kuwa alikuwa anasafiri kwenda Nairobi siku iliyofuata, lakini Sharon akasisitiza kumuona Obado huko Nairobi, akisema yeye pia alikuwa anaelekea huko jiji kuu. Hatimaye wawili hao wakakutana katika hoteli ya Intercontinental jijini Nairobi, ambapo uhusiano wao wa kimapenzi ulianza kwa siri. Kuanzia hapo, wawili hao wakawa wanakutana mara nyingi kama wapenzi wa siri, na Sharon Otieno akaanza kuvuna manufaa ya kuwa mpenzi wa gavana huyo wa Migori. Katika hoteli ya kifahari ya Imperial Hotel jijini Kisumu, Sharon Otieno akawa anarusha karamu na sherehe za mara kwa mara kuwaburudisha rafiki zake, vyote vikilipiwa kwa pesa za mpenzi wake gavana Okoth Obado wa Migori. Mara nyingi Sharon na Obado walikutana Nairobi ama Kisumu, na Sharon akawa anahifadhiwa chumba cha bei ghali zaidi katika hoteli hiyo ya Imperial Hotel Kisumu.
Mambo yalianza kwenda mrama siku moja wakati Obado alikuwa Kakamega akihudhuria kongamano la kila mwaka la magavana wa kaunti zote 47 za Kenya. Siku hiyo gavana Okoth Obado alikuwa anakaa katika hoteli ya Acacia Hotel jijini Kisumu. Bila Obado kujua, Sharon Otieno alikuwa amefika Kisumu na kuchukua chumba chao cha kawaida katika hoteli ya Imperial Hotel chini ya jina la gavana huyo wa Migori. Basi Obado akashtukia kupokea simu kutoka kwa meneja wa hoteli hiyo ya Imperial Hotel Kisumu akimshukuru kwa kulipia chumba cha kifahari wakati Obado alikuwa tayari ameingia kwa hoteli tofauti. Katika mchanganyiko uliofuata, meneja huyo akalazimika kumjulisha gavana kuwa Sharon, mpenzi wake wa siri, alikuwa amewasili na kuomba afunguliwe chumba chao cha kawaida cha Presidential Suite. Baadaye siku hiyo hiyo, Sharon Otieno mwenyewe akampigia simu gavana Obado akimfahamisha kuwa angemsubiria hapo chumbani Imperial Hotel jioni hiyo. Obado hakuwa ameamua kama angeenda kumuona Sharon wakati alipokea simu ya pili, wakati huu kutoka kwa mkewe halali anayeitwa Helen. Helen Obado alipopiga alikuwa mwenye hasira na akamtaka mumewe kueleza kwa nini hakuwa anakaa hotelini ya Acacia kama ilivyokuwa imepangwa. Obado alipojitetea kwa kumhakikishia mkewe kwamba alikuwa anakaa hotelini ya Acacia, aligundua kuwa Helen tayari alikuwa na taarifa ambazo Obado hakuwa amezipata, kwani alifuatiza kwa kumuuliza kuhusu Sharon. Kwenye simu hii, Helen ambaye alikuwa amesafiri kwenda London alitaka Obado kueleza kwa nini alikuwa amechukua chumba katika hoteli ya Imperial Hotel mjini Kisumu pamoja na Sharon Otieno. Kumbe Mrs. Helen Obado, mkewe gavana huyo, alikuwa amepata taarifa kamili kuwa mumewe alikuwa na mpango wa kando wa kimapenzi alioupeleka naye huko Kisumu. Helen anasemekana kutishia kumwanika hadharani Obado iwapo angethubutu kwenda Imperial Hotel alikomsubiria Sharon siku hiyo. Kwa ushahidi ambao Obado mwenyewe alitoa kwa wanapolisi, mkewe Helen alimwambia eti alikuwa amewalipa watu wamfuate kwa siri gavana huyo na kumpigia ripoti Helen kuhusu kila alikoenda. Basi Helen alipokata simu tu, Obado akampigia Sharon huko Imperial na kumwambia kuwa hangeweza kuwa naye usiku huo kwani mkewe Helen ambaye alimuita madam alikuwa amewafumania. Sharon naye akapanda na hasira kusikia Obado hangekuja kwake usiku huo, huku akimshuku Obado kuwa alikuwa na miadi na mwanamke mwingine ambaye hakuwa mkewe. Sharon alikataa kuamini eti mkewe Obado alijua kuhusu chumba chao huko Imperial Hotel, kwani alikuwa amezoea kuchunguza Helen pia kila alipotoka na gavana Obado. Kwa kifupi, wakati Helen akimchunguza mumewe Obado, naye Sharon alikuwa anamchunguza Helen kila alipotoka na Obado. Baada ya usiku huo, Sharon Otieno alikuwa ameweka wazi kwa gavana Obado kuwa alikuwa amebeba mimba na mimba hiyo ilikuwa yake, lakini akamficha ukweli kuwa alikuwa na watoto wengine 3 aliowazaa na kuwaacha na mamake kijijini. Sharon alimwambia mamake kuwa gavana Okoth Obado alitaka kumlipa shilingi 30,000 akimtaka atumie pesa hiyo kuavya mimba yake, lakini Sharon akakataa. Baada ya hapo, Sharon Otieno alisalia bila namna yoyote ya kumfikia gavana huyo licha ya kuwa mimba yake ilikuwa inazidi kuwa kubwa kila uchao. Gavana Obado alikuwa ameifunga simu yake na kumzuia Sharon asimfikie. Basi Sharon akaanza kutafuta namba za simu za baadhi ya watu wa familia ya gavana huyo na kuwatumia jumbe za SMS na picha kama njia ya kumfikia Obado. Wakati mmoja alipiga picha ya mimba yake na hata kwenda hospitalini kupewa picha za scan na akamtumia mwanawe wa kiume gavana Obado, huku akimwandamizia ujumbe huu wa kusema I am carrying your brother, send it to your mother. Ninabeba kaka yako kwa mimba, mtumie mama yako picha hii. Zaidi dada huyo alituma jumbe kwa wafanyikazi na marafiki wa karibu wa gavana huyo, lakini yote yakagonga mwamba. Isitoshe, Sharon alijaribu kutuma picha hizo za hospitali za ultrasound sio tu kwa mwanawe bali hata kwa gavana mwenyewe, lakini hakuna majibu yalimrudia. Licha ya Okoth Obado kukataa kupokea simu za Sharon, dada huyo alifaulu kujulisha familia ya gavana huyo kuhusu mimba yake na hatimaye hata taarifa hiyo kumfikia mke wa Obado, Helen. Helen Obado alimuita mumewe na kumlazimisha aje bila simu zake kwa mazungumzo, na katika kikao hicho cha familia yote ya gavana Obado, suala la mimba ya Sharon Otieno likajadiliwa kwa kina. Obado alilazimika kuweka wazi uhusiano wake na dada huyo mbele ya mkewe na wanawe, baadhi ambao tayari walikuwa wamepata fununu zake. Siku moja mwezi Julai 2018, wakati bado akiwa na ujauzito wake, Sharon alikuwa katika hoteli moja jijini Kisumu. Katika hoteli hii, Sharon alimuona mtu ambaye alimfahamu na akamkaribia na kuanza gumzo naye. Mtu huyu alikuwa Lawrence Muller, mtu ambaye angeishia kuwa muhimu katika utafiti wa kifo cha Sharon baadaye. Lawrence Muller alikuwa MCA, mwakilishi wadi wa eneo la Kanyidoto, kaunti ya Homa Bay.
Sharon na Lawrence walikuwa hawajawahi kukutana kabla ya siku hiyo, lakini Sharon alimjua Lawrence kutokana na umaarufu wake kama mwanasiasa wa Homa Bay. Basi Sharon alipomuona mheshimiwa huyo akamkaribia na kujitambulisha kwake. Katika ushahidi wake, Lawrence Muller aliwaambia wapelelezi baadaye kuwa Sharon alimuomba 5,000 na kufichua kwake jinsi gavana Obado wa Migori alivyompa mimba kisha akamwacha. Lawrence hakuwa na pesa hiyo wakati huo, lakini akamuahidi Sharon kuwa angemtumia pesa hiyo siku iliyofuata. Kesho yake Lawrence na Sharon walikutana tena mnamo saa 9 mchana katika hoteli ya Gracia Hotel mjini Homa Bay, ambapo Lawrence alimpa dada huyo shilingi 1,500. Kwa ushahidi wa Lawrence Muller mwenyewe, baada ya kupokea pesa hizo, Sharon alimuuliza kama alijua mwanahabari yoyote, kwani alipanga kumuanika gavana Obado kwa yale aliyomfanyia kuhusu mimba hiyo. Kisha Lawrence Muller akampa namba ya simu ya mwanahabari wa Nation Media Group aliyeitwa Barack Oduor. Barack Oduor naye alishuhudia kuwa Sharon alimtumia ujumbe wa simu siku chache baadaye akimuomba wakutane wakati fulani. Hatimaye wawili hao wakakutana na Lawrence Muller pia akawa amehudhuria mkutano huo. Ni katika mkutano huu ambapo Sharon alifichulia mwanahabari huyo kuhusu mimba aliyoibeba na uhusiano wake wa kimapenzi na gavana Okoth Obado. Isitoshe, Barack Oduor aliwaambia wapelelezi kwamba Sharon aliwaonyesha jumbe za simu alizopokezana na gavana huyo. Sharon Otieno akasisitiza kuwa alitaka Barack Oduor amuanike Obado kwa kuchapisha siri za uhusiano wao katika gazeti la Nation, kwani Obado alikuwa amekataa kumshughulikia kabisa. Alipoulizwa na Oduor kuhusu mara ya mwisho alipopewa pesa na Okoth Obado, Sharon akajibu wiki 3 awali alikuwa amepokea 1,100 kutoka kwa gavana huyo. Hata hivyo, Sharon aliongeza kuwa pesa hii ilikuwa kidogo sana kwake, kwani kabla ya kupata mimba ya Obado, gavana huyo alikuwa anamtumia hata pesa zaidi. Mwanahabari Barack Oduor aliwaambia polisi baadaye kuwa gavana Obado alimpigia simu wakati akiwa kwa mkutano huo wa Sharon. Kwa kuwa Sharon alikuwa mzoefu wa kuja kwa hoteli hiyo, inawezekana kuwa wafanyikazi wa hapo walipomuona ameingia na kukaa na Barack Oduor na Lawrence Muller walimpa ripoti gavana Obado. Wakati Okoth Obado alipiga simu, Barack Oduor ambaye alikuwa anajulikana vizuri hapo, aliinuka kwa meza hiyo ya mkutano na akawaacha wawili hao na kusogea kando kupokea simu yake. Kwenye simu, gavana Obado akamwambia kuwa alikuwa amepewa namba yake ya simu na John Mbadi ambaye sasa ni waziri wa serikali, wakati huo John Mbadi akiwa mbunge katika ODM. Katika simu hii inaripotiwa kuwa Obado alimwalika Barack nyumbani kwake huko Rapogi akitaka wajadili suala hilo la Sharon kwa kina. Basi alipokata simu, Barack Oduor alimuita kando mwenzake Lawrence Muller na kumweleza alichokisema gavana Obado kwa simu bila Sharon kusikia. Basi wawili hao wakakubaliana kuficha siri hiyo kutoka kwa Sharon na wakafululiza kuona gavana Obado kwake huko Rapogi. Walipofika, Barack Oduor akamwambia wazi Obado kuwa alinuia kuchapisha uhusiano wake na Sharon Otieno kwenye gazeti la Nation. Baada ya mjadala huo, Obado alimshawishi mwanahabari huyo kuwa hapakuwa na sababu ya kumuanika na kuwa mwanasiasa huyo angetatua mzozo wake na mpenzi wake Sharon haraka iwezekanavyo na kwa faragha. Zaidi, Obado akampa Lawrence Muller jukumu la kuuliza Sharon kile alichotaka kupewa na gavana huyo ili ampatie bila ubishi. Kitu cha kwanza ambacho Sharon alimwambia Muller aitishe kwa Obado ni nyumba ya milioni 30 mtaani Westlands. Obado alipoambiwa hili akakataa kununua nyumba hiyo, huku akimtaka Sharon kuchagua nyumba ya bei ya chini zaidi. Kisha Sharon akasema yupo tayari kukubali kununuliwa nyumba ya milioni 25 jijini Nairobi, gari nzuri na marupurupu ya shilingi milioni 5. Yote haya yalipofikishwa kwa gavana Obado pia akayakataa. Lawrence Muller alimshauri Sharon apunguze gharama ya alichoitisha na achukue kile ambacho Obado angempa. Wiki moja baadaye, Lawrence Muller akachukua gari na kusafiri hadi Nairobi kukutana na gavana Okoth Obado kwa niaba ya Sharon. Wawili hao walikutana katika makao ya Heron Courts Apartment, ambapo Muller alimwambia Obado kuwa Sharon angekubali kununuliwa sehemu ya ardhi na kujengewa nyumba huko kaunti ya Homa Bay, tofauti na madai ya juu aliyokuwa anayatoa awali. Pendekezo hili la Sharon bado alikumridhisha Obado, kwani alipendekeza kuchagua mwenyewe sehemu ya shamba ya bei ya chini zaidi ambayo angenunua na kujengea Sharon nyumba ya vyumba 3. Inaripotiwa kuwa Obado alilalamika kuwa hili pekee lingemgharimu takriban milioni 4. Basi wakakubaliana kuwa Muller angerudi na kumshawishi Sharon akubali pendekezo hilo la Obado na kisha amrudishie taarifa gavana huyo. Zaidi, alimpa bwana Muller shilingi 80,000 pesa taslimu ampelekee Sharon.
Lawrence Muller alipomwambia Sharon kuhusu pendekezo la Obado, Sharon alikubali kujengewa nyumba hiyo na hata kusisitiza kuwa anunuliwe kila kitu kinachohitajika katika nyumba hiyo. Obado alipoarifiwa kuwa Sharon amekubali, mipango ikawekwa kumpa Sharon pesa za kununua shamba hilo na kujenga kabla ya mwisho wa mwezi Agosti 2018. Hata hivyo, kabla ya pesa yenyewe kutumwa, Sharon Otieno aliitisha pesa zaidi kutoka kwa Obado, shilingi 1280 za kulipia matibabu ya ujauzito. Matibabu haya Sharon alisema aliyahudhuria katika hospitali ya kifahari ya Nairobi Hospital na alisafiri kwa ndege kutoka Kisumu kila wakati akienda hospitali hii. Okoth Obado alikubali kulipa pesa hizo za matibabu ya ujauzito licha ya ubishi, lakini akasema kwamba angezituma kwa awamu mbili tofauti. Nusu ya kwanza ya pesa hiyo ya kliniki ya Sharon ililetwa siku 3 baadaye, na aliyeileta alikuwa Michael Oyamo, msaidizi wa kibinafsi wa gavana Obado. Sharon aliandamana na Lawrence Muller hadi kwa hoteli moja mjini Homa Bay kupokea pesa hizo kutoka kwa Oyamo. Katika mkutano huu, Lawrence Muller alishangaa kuona Sharon na Michael Oyamo walikuwa wanajuana awali, na hata Oyamo akawa anamtuliza Sharon awe na subira wakati gavana Obado akimshughulikia mahitaji yake. Siku chache baada ya Michael Oyamo kuleta pesa za matibabu ya ujauzito kwa Sharon, mamake Sharon alikuwa wa kwanza kujua kitu kimebadilika. Sharon Otieno aliamka tu asubuhi moja na kumwambia kuwa alitaka kwenda Tanzania, kwani hapa Kenya alihisi maisha yake yalikuwa hatarini. Kwa ushahidi wa mamake, Sharon Otieno alipanda basi na kusafiri kuelekea mji wa Mwanza nchini Tanzania. Wakati wote huo, Sharon alikuwa hapatikani kwa simu, kwani alikuwa ameizima kuzuia asipatikane na mtu yeyote. Sharon alirudi nyumbani baada ya wiki moja na akamwambia mamake kuwa wapo watu fulani waliokuwa wanamshinikiza aavye mimba hiyo ya gavana Obado. Baada ya kurudi Kenya, Sharon aliendelea kuwasumbua wafanyikazi wa ofisi ya gavana huyo wa Migori, akiwataka wamtumie pesa iliyobaki ya matibabu yake ya kliniki ya mimba. Hatimaye ilipofika Jumatatu ya tarehe 3 Septemba 2018, Sharon Otieno alipokea simu kutoka kwa msaidizi huyo wa Obado, Michael Oyamo, akimtaka akutane naye mjini Rongo jioni hiyo. Kabla ya kutoka, mamake Sharon alimuonya dhidi ya kuhudhuria mkutano na Michael Oyamo peke yake, na basi Sharon akamwalika mwanahabari Barack Oduor wa Nation aandamane na yeye. Mwandishi huyo wa gazeti la Nation akakubali kuandamana na Sharon kumuona Michael Oyamo. Basi kabla ya kuenda, Sharon alimjulisha Oyamo kuwa angekuja kukutana naye akiandamana na Barack Oduor. Mara moja Oyamo akamwambia Sharon amtume Oduor akutane naye kwanza kabla Sharon kufika, lakini Oduor alipoambiwa akakataa kufanya mkutano tofauti na jamaa huyo. Sharon Otieno na Barack Oduor waliwasili kukutana na Oyamo katika hoteli ya Gresham mjini Rongo mnamo saa 12:20, na mhudumu anayeitwa Andrew Okello akawaletea vinywaji kwa glasi, huku wote wakiagiza pombe aina ya Penasol wine. Michael Oyamo, msaidizi wa gavana Obado, aliwasili hapo saa 1:30 na akalipia kinywaji cha Sharon kwa kumpa mhudumu noti ya shilingi 1000. Watatu hao waliondoka hotelini pamoja muda mfupi baadaye. Oyamo aliwaongoza Sharon na mwanahabari Barack Oduor hadi kwa gari aina ya Toyota Fielder iliyokuwa imeegeshwa nje ya hoteli hiyo ya Grasha. Zaidi, gari hii ilikuwa ni gari aina ya taksi. Kwa ushahidi wa dereva aliyekuwa na taksi hiyo, Jackson Gombe, watatu hao waliingia kwa gari yake na kukaa. Taksi kaanza kusonga, lakini walipokuwa umbali wa mita 300 kutoka kwa hoteli hiyo, Michael Oyamo aliamuru dereva asimamishe gari hilo mbele ya kituo cha mafuta ya petroli na akashuka ghafla. Oyamo aliposhuka tu, wanaume wengine walitokea gizani na kuingia kwa gari, huku wakiwafinyilia katikati Sharon na Barack Oduor. Kisha wanaume hao watatu wakamuamuru dereva huyo aendeshe gari kuelekea Kisumu mara moja. Wanaume hao walikuwa na silaha hatari, na gari ilipoanza kusonga wakamlazimisha Oduor aizime simu yake, huku akimpiga yeye na hata Sharon. Gari hiyo ilipofika katika soko la Nyangweso kwenye barabara ya Kendu Homa Bay, Barack Oduor alipata nafasi, akafaulu kufungua mlango wa gari hilo kwa nguvu na akaruka kutoka kwa gari hilo kama bado linasonga. Aliporuka tu, gari likasimamishwa na wawili wa watesi wake wakatoka wakijaribu kumkamata tena Oduor, lakini akatoroka na kukimbia na akaingia kwa nyumba ya mtu mmoja mkaazi wa hapo. Nyumba aliyokimbilia Oduor ilikuwa yake Kenneth Kasera, mkaazi wa Homa Bay. Kwa alivyosimulia baadaye Bwana Kasera, Oduor alifika mlangoni kwake akipiga nduru na akionekana mwenye uoga mwingi. Mikono na magoti yake yalijaa damu, na alipofunguliwa akaomba maficho akilia na akisema alikuwa ametekwa nyara pamoja na mwanamke mwingine.
Baada ya kumtuliza, Bwana Kasera alimpeleka Oduor kwa kituo cha polisi cha Kadel ambapo aliandikisha taarifa kuhusu kilichotokea. Huko nyuma, waliposhindwa kumshika Oduor, wanaume hao walirudi kwa taksi na kumlazimisha dereva aendelee kuendesha kuelekea Kisumu. Muda mfupi kabla ya saa 4 usiku, walifika eneo moja la vichakani huko Sondu na dereva Jackson Gombe akaamrishwa asimamishe gari lake na kuliegesha kisha alizime na azime mataa yake. Kisha wakamchukua Sharon Otieno na kuingia naye kichakani kwa lazima. Baada ya dakika 20, watatu hao wakarudi kutoka kichakani, lakini waliporudi wakati huu walikuwa bila Sharon. Dereva huyo alipojaribu kuuliza walipokuwa wamemwacha dada huyo, mmoja wao akajibu kuwa walikuwa wamemwacha nyumbani kwao. Wanaume hao waliingia kwa gari na kumwambia dereva awapeleke hadi Migori. Siku iliyofuata, Jumanne ya tarehe 4 Septemba, kufuatia ripoti ya Barack Oduor kwa polisi, msaidizi wa gavana Obado Michael Oyamo akakamatwa. Wakati Oyamo akitiwa mbaroni, Sharon alikuwa bado hajapatikana na kosa aliloshukiwa kufanya ni kuteka nyara wawili hao. Hata hivyo, baadaye siku hiyo mnamo saa 9 mambo yalianza kuibuka. Mkulima kwa jina la Moses Ongili alikuwa anawarudisha mifugo wake kutoka malishoni ndani ya msitu wa Sondu. Kwa ushahidi wa Bwana Ongili, ng'ombe waliokuwa wanaongoza msafara walisimama ghafla na wakaanza kupiga kelele. Alipoenda kuangalia, Bwana Ongili alikutana na mwili wa Sharon Otieno umelala huku uso umeangalia chini na damu imezunguka mwili huo uliokuwa umevuliwa nguo zote. Bila shaka dada huyo alikuwa amefariki dunia. Mfugaji huyo alipopeleka ng'ombe zizini hakupoteza muda, bali akafululiza hadi kituo cha polisi cha Oyugis na kuripoti alichokiona msituni. Katika eneo ulipopatikana mwili wa Sharon, polisi pia walipata mipira ya kondomu iliyokuwa imetumika, kifurushi cha kubeba pombe haramu, nguo za ndani za mwanamke zenye damu iliyokauka, viatu na suruali ndefu. Hata hivyo, polisi walikosa kuchukua alama za vidole kutoka kwa bidhaa hizo walizozipata hapo. Kwa upande wa polisi, mchakato mzima wa kukusanya ushahidi katika eneo la kifo cha Sharon ulikuwa wa kiolela. Mwili wa Sharon na mwanawe aliyekuwa bado hajazaliwa ikapelekwa kwa chumba cha kuhifadhia maiti cha Rachonyo South Sub-County Hospital. Babake Sharon alifika baadaye usiku huo na kuthibitisha kweli kuwa ulikuwa mwili wa mwanawe. Taarifa za mauaji ya Sharon Otieno zikaibua hasira baina ya wanafunzi wenzake wa chuo kikuu cha Rongo ambao walifanya maandamano barabarani Jumatano ya tarehe 5 Septemba wakitaka wahusika wachukuliwe hatua kali. Utafiti wa postmortem uliofanywa na mtaalamu wa serikali Johansen Oduor mnamo tarehe 7 Septemba 2018 ulionyesha kilichomuua Sharon ni kunyongwa na kumwaga damu nyingi. Sharon alikuwa amedungwa kwa kisu mara 8, kiwemo moja kwa tumbo iliyomfikia na kumuua mwanawe aliyekuwa tumboni. Zaidi, utafiti ulionyesha huenda wauaji wake walimbaka Sharon kabla ya kummaliza yeye na mwanawe mimba. Katika siku zilizofuata kifo cha Sharon, Gavana Okoth Obado alifanya juu chini kujiepusha na drama hii, ikiwemo kununua kila gazeti mjini Migori kuzuia watu wasisome kuhusu uhusika wake na kifo cha dada huyo. Licha ya juhudi za Obado kununua magazeti yote mjini Migori, polisi bado waliwakamata watu walioshukiwa kupanga na kutekeleza mauaji ya Sharon Otieno. Watu waliokamatwa walikuwa wafanyikazi waliomzunguka Gavana Obado na walitiwa mbaroni kati ya tarehe 8 na tarehe 9 Septemba 2018. Wa kwanza ni Caspar Obiero, karani wa serikali ya kaunti ya Migori aliyekuwa aghalabu anafanya shughuli ndogo ndogo kwa niaba ya Gavana Obado. Mwingine aliyekamatwa ni mlinzi wa Gavana Obado, mwanapolisi Elvis Omondi. Dick Ogolla aliyekuwa Sergeant at Arms katika bunge la kaunti ya Migori na Lawrence Mula pia walikamatwa. Michael Oyamo, msaidizi wa Obado, pia alisalia kuwa mmoja wa washukiwa wakuu wa mauaji hayo. Hakuna hata mmoja wa wanaume watatu waliomuua Sharon aliweza kukamatwa ama hata kutambuliwa. Baadaye Lawrence Mula alipatikana kuwa bila hatia na akaachiliwa huru, kisha hatimaye akatoa ushahidi mahakamani dhidi ya Gavana Okoth Obado. Obado mwenyewe hakukamatwa mapema, lakini ilipofika tarehe 11 Septemba akahojiwa na maafisa wa DCI kuhusu kifo hicho cha Sharon Otieno. Katika mahojiano yaliyoendelea kwa saa 8 huko Kisumu, Obado alikubali kuwa alikuwa na uhusiano na Sharon ulioishia kwa mimba, lakini akakana kuhusika na kifo cha msichana huyo. Siku 2 baada ya kuhojiwa na DCI, Obado akaita wanahabari na kukiri hadharani kuwa alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na mwenda zake. Hata hivyo, Gavana Obado alisisitiza kuwa hakuhusika na kifo chake Sharon. Mwili wa kitoto kidogo cha Sharon ulizikwa tarehe 15 Septemba katika boma la Samuel Odege, babu yake Sharon, huko kijijini Magare, kaunti ya Homa Bay.
Matokeo ya vipimo vya DNA yaliyotolewa na polisi tarehe 20 Septemba yalionyesha mtoto huyo wa Sharon alikuwa wake Gavana Obado. Siku iliyofuata, tarehe 21 Septemba, Obado akakamatwa na makachero jijini Nairobi na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Gigiri kwa mashtaka ya kuhusika na mauaji ya Sharon Otieno. Obado alikamatwa baada ya uchunguzi kuonyesha kuwa alikuwa anawasiliana sana kwa simu na washukiwa 4 waliokuwa wamezuiliwa kuhusiana na kifo cha Sharon. Obado alifikishwa mbele ya mahakama ya Milimani siku 3 baadaye, ikiwa tarehe 24 Septemba, kujibu mashtaka ya mauaji. Alipofikishwa mahakamani, Okoth Obado alionekana mcheshi huku akitaniana na mawakili wake licha ya mashtaka mazito yaliyomkumba kizimbani. Ilipofika wakati wa kujibu mashtaka, gavana huyo alikana kuhusika kwa kifo cha Sharon na basi mahakama ikarekodi jibu la not guilty. Obado alipigwa na butwaa pale mahakama ilipomnyima nafasi ya kutoka kwa bail hadi pale mashahidi wote dhidi yake wangetoa ushahidi wao. Baada ya hapo, gavana huyo alizuiliwa katika jela ya rumande ya Industrial Area ambapo washukiwa wenzake wa mauaji ya Sharon Otieno pia walizuiliwa. Jaji Jesse Lesit aliyesikiliza kesi hii aliagiza gavana Okoth Obado arudi mahakamani baada ya wiki 3, ikiwa tarehe 8 mwezi Oktoba 2018. Huko jela la Industrial Area, gavana huyo hakufungwa kama mahabusu wa kawaida, bali alipewa chumba maalum na akawa analetewa chakula bora kutoka nje ya gereza hilo kila siku. Zaidi, Obado alipata nafasi kutembelewa na jamaa na rafiki zake kila wiki. Ilipofika tarehe 8 Oktoba 2018, Obado na msaidizi wake Michael Oyamo wakafikishwa mbele ya mahakama ya Milimani tena, lakini jaji muhusika akaahirisha uamuzi wa iwapo wangepewa bail ya kutoka rumande. Kesi hiyo iliahirishwa hadi tarehe 12 siku 4 baadaye, lakini hata hiyo ilipofika ikaahirishwa tena hadi tarehe 18 Oktoba. Wakati wote huu, gavana huyu alisalia rumande. Ilipofika tarehe 18, Obado alirudishwa kizimbani, lakini jaji Jesse Lesit akaahirisha tena kikao cha kumpa bail. Siku iliyofuata ya tarehe 19, marehemu Sharon Otieno naye akazikwa huko kwao kijijini Magare, kaunti ya Homa Bay. Sharon alizikwa kwenye shamba la babu yake, kando na kilipozikwa kitoto chake kichanga ambacho hakikupata nafasi ya kuzaliwa. Katika hafla ya mazishi yake, wanasiasa wengi walihudhuria, haswa wale waliotamani nafasi ya kushambulia kisiasa mshukiwa Okoth Obado. Zaidi, mamia ya wanafunzi waliosoma na Sharon katika chuo kikuu cha Rongo walifurika kwa mazishi hayo. Wakati ibada ya wafu ikiendelezwa na kanisa la Sabato ya Seventh Day, wanafunzi hao walianza kuzua rabsha, wakisema kanisa lilikuwa linachelewesha kumzika Sharon. Licha ya kutulizwa na wadau wa familia, vijana hao wa Rongo University walinaswa kwa kanda ya video wakilibeba kwa lazima jeneza la Sharon bila idhini ya mhubiri Wilson Wandago na kulizika wao wenyewe. Baada ya kuzuiliwa jela kwa siku 34, gavana Okoth Obado alifaulu kuachiwa kwa bail ama dhamana ya shilingi milioni 1 siku 4 baada ya Sharon Otieno kuzikwa. Mahakama iliamuru Obado asidhubutu kuzuru eneo la mkasa wa kifo cha Sharon wakati uchunguzi dhidi yake ukiendelezwa. Haya ya kijiri, mahakama iliamuru washukiwa wengine wa mauaji, Caspar Obiero na Michael Oyamo, waendelee kuzuiliwa bila dhamana kwa sababu waliofiwa kuwa wangedhubutu kuwatishia mashahidi. Hata hivyo, kilichokuwa hatima ya Dickson, mlinzi wake Obado aliyekamatwa kwa uhusiano wa kifo hicho, hakijabainika hadi wa leo. Kesi dhidi ya Zakaria Okoth Obado na wenzake ilianza kusikilizwa rasmi tarehe 12 mwezi Julai katika mahakama ya Milimani jijini Nairobi, na jaji aliyesikiliza ni Cecilia Gethua. Mahakama iliambiwa wakati wa kesi kuwa Michael Oyamo alihusika vikubwa kupanga kifo cha Sharon Otieno. Kulingana na upande wa mashtaka, Michael Oyamo, PA wa Obado, alinunua laini ya simu ya mtandao wa Airtel mjini Migori na kuisajili kwa njia bandia takriban wiki moja kabla ya Sharon kuuawa. Hii ilikuwa tarehe 27 Agosti 2018. Wakati wa kesi tarehe 23 Disemba mwaka wa 2023, mtaalamu wa kampuni ya Airtel Kenya alishuhudia mahakamani kuwa laini hiyo aliyoinunua Oyamo chini ya jina bandia la Vincent Obonyo ndiyo iliyompigia simu Sharon Otieno siku iliyofuata tarehe 28 Agosti 2018. Dada huyo angekutana na kifo chake siku 5 baada ya kupokea simu hii. Isitoshe, jioni ambayo Sharon angefariki dunia, rekodi za kampuni ya simu ya Airtel zinaonyesha kuwa alipiga simu kwa nambari hiyo na mawasiliano yakaendelea kwa sekunde 17. Mambo yalizidi kuchemka pale daktari mmoja kutoka Kisii alishuhudia kuwa alihusika kutengeneza rekodi gushi za matibabu kwa niaba ya Michael Oyamo ambazo angetumia kujitetea baada ya kifo cha Sharon.
Ikiwa tarehe 15 Julai mwaka wa 2022, Daktari Cliff Momanyi kutoka hospitali ya Kisii Referral Hospital aliambia mahakama jinsi ikiwa tarehe 4 Septemba awali 2018 alikuwa amepigiwa simu na mwenzake aliyeitwa Justus Moindi akimwambia asaidie Michael Oyamo kutengeneza rekodi gushi za hospitali kwa malipo. Momanyi akakubali na kutengeneza ripoti ya daktari iliyoashiria kuwa Michael Oyamo alihitaji matibabu zaidi huko Kisumu, kwani alikuwa na majeraha mabaya ya kupigwa na kunyongwa kwa kamba baada ya kuvamiwa na watu wasiojulikana. Siku iliyofuata tarehe 5 Septemba 2018, Daktari Momanyi akasema alikuwa nyumbani kwake alipoona habari za kifo cha Sharon kwa runinga na kusikia jina la Michael Oyamo likihusishwa na kifo hicho. Hii ilikuwa moja tu ya njia ambazo upande wa mashtaka ulidhihirisha uhusika wa msaidizi huyo wa Gavana Okoth Obado kwa kifo cha Sharon. Awali alipohojiwa na wapelelezi kwa mara ya kwanza huko Uriri Police Station, Oyamo aliwaambia kuwa Sharon alikuwa mpenzi wake yeye, bali sio wa mdosi wake Gavana Obado. Katika taarifa yake aliyoandikisha wakati huo, Oyamo alisema kuwa Sharon alibeba mimba yake na eti alikuwa amemshurutisha alipe shilingi 600,000 na 250,000 zaidi za matumizi kwa kila mwezi kama alitaka Sharon kuendelea kubeba mimba yake. Alidai kuwa walikutana katika hoteli ya Gracia kusuluhisha mzozo wao, lakini baadaye walipokuwa wanaondoka wakavamiwa na wahuni waliowateka nyara, na eti baadaye aliamka na kujikuta yupo hospitalini Kisii Referral huku ana majeraha mwilini. Utafiti uliishia kufichua kuwa Oyamo hakuwahi kulazwa hospitalini Kisii na rekodi alizotoa zilikuwa gushi kama alivyoshuhudia Daktari Cliff Momanyi mahakamani. Dereva wa taksi iliyombeba Sharon katika safari yake ya mwisho, Jackson Gombe, pia alitoa ushahidi wake mahakamani. Katika ushahidi wake, dereva huyo alisema kuwa taksi aliyoiendesha ilikuwa ya mkewe Caspar Obiero, mshukiwa mwingine mkuu wa kifo cha Sharon na ambaye alifanya kazi kwa karibu na gavana wa Migori. Kulingana na dereva huyo, siku ya kifo cha Sharon alifaa kupeleka gari hilo kwa wauzaji wa magari kubaini bei yake ama valuation, na basi akaenda nyumbani kwa Caspar Obiero kumuona mwajiri wake ambaye alikuwa mke wa Caspar aliyeitwa Olivia ili apewe cheti cha logbook. Dereva Jackson Gombe akaiambia mahakama kuwa alipofika alikuta magari mawili yameegeshwa nje ya nyumba na kuingia akawapata Caspar Obiero, Michael Oyamo na mtu mwingine watatu aliyetambulishwa tu kama Dickson. Baada ya kuwapa salamu, dereva huyo alichukua cheti cha logbook kutoka kwa Bi Olivia na kuondoka. Hata hivyo, ikisalia robo saa ifike saa 12 jioni, dereva huyo wa taksi akapokea simu kutoka kwa mlinzi wa Gavana Obado, jamaa aliyeitwa Elvis, akimtaka aende Uriri kuchukua Michael Oyamo. Kufikia saa 12, dereva huyo aliwachukua Oyamo na wenzake watatu hapo Uriri na wote wakaelekea hoteli ya Gracia Hotel mjini Rongo, ambapo mkutano wa Oyamo, Sharon Otieno na mwanahabari Barako Oduor ulifaa kufanyika. Msako wa watu hao walioteka nyara na kumuua Sharon uliambulia patupu, kwani waliaminia kutorokea mataifa jirani na kutokomea kabisa. Katika kikao cha mahakama kilichofanyika Jumanne ya tarehe 5 Disemba 2023, mtaalam kutoka kampuni ya mawasiliano ya Safaricom aliambia mahakama kuwa Gavana Okoth Obado alikuwa Nairobi kulingana na rekodi za simu yake ya mkononi wakati ambapo Sharon alitekwa nyara na kuuawa. Kesi dhidi ya Okoth Obado na washukiwa wenzake katika mauaji ya Sharon Otieno ilisikilizwa kwa mara ya mwisho tarehe 14 Juni 2024 mbele ya Jaji Cecilia Gethua. Baada ya pande zote mbili kumaliza kutoa ushahidi wao siku hiyo, iliamuliwa kuwa mahakama itaamua siku nyingine hivi karibuni kutoa uamuzi wake wa iwapo Gavana Okoth Obado, msaidizi wake Michael Oyamo na wenzao walipanga